Ndio maana anasemaje kwamba ili sasa hilo jambo limefika kwetu rasmi, maana yake lazima lije kimaandishi. Unaona hapa ndio utaratibu wa serikali kwamba ninapohisi kwamba nimeonewa na upande fulani unaandika kimaandishi. Sasa ukishawasilisha malalamiko yako kimaandishi, sasa baraza sasa tutakuwa tumeyapokea. Na tukishayapokea sasa kuna utaratibu wa kuyafanyia kazi. Sasa pale baraza tuna kamati inaitwa kamati ya sheria, maadili na usuluhishi. Kwamba linapopokea jambo kama hilo maana yake itapelekwa kwenye hiyo kamati. Hasa ile kamati baada ya kupokea hilo huwa wana utaratibu wa kulifanyia kazi. Maana yake kwanza wataita hizo pande mbili kuja kukaa, bwana hebu tumepokea malalamiko kutoka kwa mtu huyu, analalamika kuna 1 2 3. Ilikuwaje? Kwa mwisho wa siku wataelezea na baadaye huwa tunafanikiwa kuwasuluhisha na tumewasuluhisha watu wengi sana katika mazingira hayo. Kwa hiyo ni kwamba kama kuna hizo changamoto ambazo zimetokea kwa Ibra, maana mimi kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati hiyo ya sheria, maadili na usuluhishi. Kama kweli ana changamoto hiyo, basi awasilishe rasmi hayo malalamiko yake ili aweze kufanyiwa kazi. So far haijafika chochote kwenu. Kwa sababu kama mjumbe wa kamati sijaambiwa, maana yake naamini bado hajafika. Okay. Yeah. Na mnasaidiaje sasa kwa sababu huyu tayari ni mtu wenu, amejisajili BASATA, ana vigezo vyote vya kufanya kazi za sanaa. Mkiona mambo kama haya na ameenda nayo public, kumsaidia huwa mnafanya nini? Yaani namna pekee kumsaidia, labda nitoe wito tu kama na hiyo changamoto, basi awasilishe rasmi hayo malalamiko yake Baraza la Sanaa la Taifa BASATA. Na pindi atakaporasimisha maana yake atafanyiwa kazi kwa bila upendeleo na bila kumuonea mtu yoyote yule. Kwa sababu ni wengi walikuwa na hizo changamoto na walikuja Baraza la Sanaa la Taifa na alikuisha na wanakuta ndio maana wanaendelea na shughuli zao bila migogoro yoyote ile. Kwa labda mimi nitoe wito kama kuna msanii yote na hizo changamoto, basi ni vyema sasa akaziwasilisha rasmi hizo changamoto Baraza la Sanaa la Taifa BASATA ili ziweze kufanywa kazi. Kwa sababu sisi kama baraza tunatamani wasanii waendelee kufanya kazi na sio kukwamishana. Kwa hiyo kwamba kileta pale maana yake tutapitiwa na mwisho wa siku tunaamini kabisa hiyo migogoro itakwisha tu, sio mikubwa kama ambayo mengine tulifanyia huko nyuma. Okay. Kiongozi, hizi kesi zimekuwa sio ndogo. Tumeanza kama record label ya Konde Gang ina wasanii 3 kama sikosei walishatoka na wakiwa na malalamiko yao na vikao vilishafanyika pale. Na record label nyingine hivyo hivyo. Kuwasaidia wasanii wasiingie kwenye migogoro wanapotaka kutoka pale pindi tu wanapotaka kuingia, huwa mnafanya nini kwa ajili ya kuwasaidia? Jambo la kwanza tunawataka hawa wasanii wamejirasimisha na Baraza la Sanaa la Taifa. Yule ambaye yuko rasmi tayari anakuwa na haki zote za kupewa kila aina ya msaada na Baraza la Sanaa la Taifa. Na ndio maana tunatoa wito wasanii waendelee kuliona baraza kama kimbilio lao. Ni sehemu rafiki kabisa kwa sasa. Tunafanya kazi vizuri, hatufanyi kazi kama polisi. Sasa hizo wasanii waje kwa wingi. Kama wana changamoto waliandikie baraza na kila kitu kitakwenda sawa. Tutawasaidia, tutawapa kila aina ya msaada wanaohitaji. Tunao wanasheria waliobobea, mawakili kabisa kwa kazi hizi za sheria. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, waje tutawasaidia. Na baraza kwa kweli limekuwa kimbilio sana. Na sisi tunasisitiza kama anavyoendelea kusisitiza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutaka sisi kuwa sehemu ya kutoa huduma kwa wananchi, kuwasaidia wasanii waweze kukuza vipaji na kuendeleza kazi zao. Na haya ndio yanayohimizwa na wizara kupitia waziri wetu Mheshimiwa Palamagamba Kabudi pamoja na Katibu Mkuu Bwana Gerson Msigwa ambaye pia ni msemaji wa serikali. Anahimiza na ndio wamekuwa kipaumbele sana kwenye kuhakikisha sanaa inasonga mbele. Pamoja na Katibu Mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa tunashirikiana kwa umoja na kwa pamoja na wizara kuhakikisha wasanii wanapata kila aina ya msaada